naomba uniangalie kwa ukaribu. Upendo ambao Yesu anakupenda ni upendo ambao hata wewe huwezi kuelezea. Yaani hata nikakwambia hebu njoo elezea hapa, huwezi kuelezea, kwa sababu hata wewe unanitazama hapa, madudu yako yote unayajua, ila mpaka sasa hivi amekuacha, umekuja kanisani. Mungu atukuzwe. Sasa hii ukielewa huu upendo katika uzito wake, ndio utakufanya uwe na imani. Siku za mwisho hizi ambazo tunaishi ndio zenyewe hizi. Biblia iko wazi, inasema atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataikuta imani duniani? Kwa nini imani duniani? Huko tunakoenda mifumo inakwenda kutawaliwa. Hakuna uhuru tena, sio fedha, sio chakula. Saa ikifika ambayo utaambiwa ili upate chakula lazima ukamkubali mpinga Kristo. Je, utachagua kifo au kumpigia magoti mpinga Kristo? Kwa nini imani inahitajika siku za mwisho? Tunaishi kwenye kizazi ambacho watoto wetu wanafundishwa ya kwamba unaweza kuchagua jinsia hapo baadaye, na baadhi ya mabunge na mataifa wanapitisha kabisa ya kwamba sio halali kumwandika mtoto jinsia yake wakati wa kuzaliwa kwenye cheti, mwache achague mwenyewe. Ndio tunaenda hivi. Na mimi nikisikiliza hapa, je, utaweza kuvumilia kiasi gani siku mtoto wako uliyemlea katika imani anakuja ni mwanamume anakuambia mimi nimeamua kubadilika? Inataka agape kusurvive. Kuna kaklipu fulani nitakaposti siku nyingine, mtakaona na kenyewe, wanaonyesha hawa ni wale wa Kristo wa itikadi kali wazuri, lakini hawaui mtu, ila wanaonyesha ubaya wa haya matendo. Kijana amekuja hapo anambeba baba yake, baba mimi nimeamua kuwa mwanamke. Baba yake akasema umesemaje? Akasema nimeamua. Mungu alikuumba hivyo? Akasema nimeamua, ni hiari yangu. Baba akamwambia chukua vilivyo vyako. Kabla hajachukua, baba akamkusanyia vyote vilivyo vyake na mangumi juu, akamtoa nje. Wamama huwa wana huruma kuliko viumbe vyote duniani. Mama akaja akatazama, kuna nini mwanangu? Sasa baba amenifukuza na mangumi kabisa ya kutosha. Anamfukuza mtoto, kuna nini? Akarudi, muulize alichoniambia. Akamwambia mama yake yale. Mama akamwambia ondoka, na mimi naunga mkono, fungasha virago, ondoka. Sina maana muwafukuze, lakini nasema imani yako inaweza kustahimili mambo kama haya ambayo tunayaona leo. Ile siku ya kwanza wakati naanza kuhubiri hapa nikawaambia tusidanganywe na lugha za kisiasa katika majukwaa ya siasa, ambayo kila siku anatuahidi maisha yanakuwa bora. Sio kweli. Huko tunakoenda inakuwa magumu kila kukicha. Andaa moyo wako. Andaa ili likija una misuli ya kulistahimili.